Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Mungu ametusaidia, tunataka tuweze kuwa na dakika tu chache ili tuweze kusikia Mungu anasema nini kuhusu maisha yetu. Asante. Fungua nami katika Yohana John 14 15 to 16. Fungua nami katika Yohana 14 mstari wa 15 hadi 16. Nitasoma. Mkinipenda mtashika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. NIV nasema, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Katika Biblia ya Message Bible inasema, I will talk to the Father and he will provide you another friend so that you may always have someone with you. King James inasema another comforter. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uende mbele za Bwana. Ambia Bwana asungumze pamoja na moyo wako asubuhi ya leo. Ambia Bwana aweze kunena pamoja na maisha yako. Aweze kunena pamoja na maisha yako kwa dakika hizi ambazo nitakuwa ninawahudumia kwa jina la Yesu. Reba babobo shentara bababa. Roho Mtakatifu, we welcome you in this praise. Tunaomba Roho wa Bwana, you may speak to us in the name of Jesus. Nena pamoja na maisha yetu Bwana. Nena pamoja na kila moyo ambao uko mahali hapa Bwana. Kwa jina la Yesu Bwana, naomba unitumie kama chombo ninapozungumzia watumishi hawa Bwana. Uweze Bwana kunitumia, kunipa neema Bwana, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Kila mawazo yote ambayo inaweza kuwa kinyume neno lako Bwana, tunaiangusha chini kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. We worship you Lord. Siku ya leo nataka tuweze kujifunza ujumbe ambao nimeupa kichwa another person, mtu mwingine. Wakati ambapo mahali ambapo tumesoma ni mahali ambapo Yesu, maneno haya yaliweza kuzungumza na Bwana Yesu akiweza kuwazungumzia wanafunzi wake, wakati ambapo Yesu alikuwa anafika akijua kazi yake sasa imefika mwisho na sasa yu tayari sasa kwenda kusulubishwa. Hapo ndipo ambapo tumesoma, na kwa sababu Yesu alijua yale ambayo yalikuwa yanamgoja, na akaweza kuomba Mungu ama kuambia wanafunzi wake kuwa sitaweza kuacha yatima, nitaweza kuwapa msaidizi ambaye ataweza kuwa pamoja na nyinyi, maana huyu msaidizi ataweza kuwasaidia. Huyu msaidizi ataweza kuwakomforta. Huyu msaidizi ataweza kuwafariji. So wakati ambapo Yesu alipokuwa anazungumzia wanafunzi wake, alijua kazi ambayo alikuwa ameiweka ndani ya wanafunzi wake ilikuwa sasa inafika mwisho, na yeye alikuwa pamoja na wanafunzi wake, na sasa imefika wakati ambapo Yesu anataka kuondoka, na sasa anawatazama wanafunzi wake, anaona sasa ni kana kwamba wanafadhaika. Ukisoma pale mwanzo, Biblia inasema hivi, na wanafunzi wa Yesu akawaambia msifadhaike. Bwana Yesu asifiwe. So walikuwa wanafadhaika, na ndio maana akawaambia maneno haya kuwa atawapa msaidizi mwingine ambaye atakuwa pamoja na wao. Na ndio mahali hapo nimetoa ujumbe wangu, another person. Anambia mwenzako another person. Mwambie na nguvu another person. So wakati ambapo tunapoendelea na maisha yetu kama sisi wa Kristo, tunapoendelea kumwamini Kristo, wakati ambapo tutakosa mtu mwingine ambaye atatusaidia, tunaweza vujika moyo, tunaweza achana na safari. Lakini tuko na mtu ambaye haonekani,
tuna mtu ambaye ako ndani yetu, mtu ambaye aonekani, mtu ambaye yu tayari kukaa na wewe ili akaweze kutimiza kile Mungu ambacho aliweza kuanzisha maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. So huyu mtu akikuja maishani mwako, maisha yako yataweza kubadilika, maisha yako yataweza kuwa na nguvu tena. Na huyu mtu ambaye ninazungumza juu yake ni mtu ambaye ana mawazo. He has got mind. Ako na mawazo, ako na emotion. Ni mtu ambaye anafikiria, ni mtu ambaye ako very intelligent, ni mtu ambaye ana emotion. Inamaanisha kuwa anaweza usunika. So, na ndio maana tukisoma katika Waefeso 4 mstari wa 30, neno la Mungu linasema, wala msihusunishe yule Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye mlitiwa hata siku ya ukombozi. So yule mtu ambaye tuko naye ni mtu ambaye ako na emotion, ni mtu ambaye anaweza feel kile ambacho unaweza feel. Pia yeye anaweza fanya nini? Anaweza feel. Wakati ambapo umehusunika, huyu mtu ambaye tuko na yeye pia na yeye anaweza husunika. So ni mtu ambaye ako na emotion, ni mtu ambaye anaweza fanya maamuzi, ni mtu ambaye anaweza fanya maamuzi, anajua ni nini kile ambacho unataka. So he can make a decision. Ako na will. Inamaanisha ako na will. So anaweza fanya maamuzi juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho unahitaji, yule mtu ambaye ninazungumza kuhusu siku ya leo ni mtu ambaye ako nacho, ni mtu ambaye anajua ni nini ambayo unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kuhusu another person. Nazungumza kuhusu another person. Na tunapoangalia katika Mathayo 26 verse kuanzia 36 to 40. So hapa tunamuona Yesu Kristo, wakati ambapo Yesu alipojua kuna kazi ambayo kuna kazi ambayo iko mbele yake, akajua hataweza kwenda bila mtu mwingine. Na tunaona hapo, utaona hapo Yesu akachukua wanafunzi wake na akaenda pamoja na wao katika mlimani, wakawa wakiomba. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Yesu alihitaji mtu mwingine. Hata kama Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alihitaji mtu mwingine ambaye atakayemsaidia kwa sababu ya yale ambayo yalikuwa mbele yake, kwa sababu ya yale mateso ambayo yalikuwa mbele ya Yesu. Lazima Yesu angehitaji mtu mwingine, lazima Yesu angehitaji mtu mwingine ndani yake. Huyu mtu ambaye ninayezungumza siku ya leo ni Roho Mtakatifu, ule ambaye anakaa ndani yetu. Roho Mtakatifu ndiye tunahitaji ili Bwana atusaidie. Kuna mtu ambaye tunahitaji ili atusaidie. Yesu alijua hataenda peke yake, alijua anaenda kusulubiwa na lazima angehitaji mtu mwingine. Alijua kuna mateso ambayo iko mbele yake na lazima angehitaji mtu mwingine ambaye ataweza kumsaidia. Na ndio maana Yesu akaenda mlimani kuomba, na alipoenda mlimani kuomba, Biblia inasema Yesu akawa anaomba, damu jasho ikiwa tone la damu likamtoka, kwa sababu alihitaji mtu mwingine ambaye atamsaidia. Oh Bwana, tunakuomba utusaidie, tunakuhitaji. Bila wewe hatuwezi, bila nguvu zako Bwana hatuwezi, bila neema zako Bwana hatuwezi. Yesu alihitaji mtu mwingine. Ni nani wewe ambaye haumhitaji? Huyu Roho Mtakatifu, huyu mtu mwingine ambaye anakaa ndani yetu, huyu mtu mwingine ambaye anaweza. Tunamhitaji huyu mtu ili akaweze kutusaidia. Tunamuona Yesu katika Mathayo, kuanzia Mathayo chapter 4 verse 1. Biblia inasema kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Huyu alikuwa mwana wa Mungu, lakini wakati ambapo alikuwa anaenda maombi,
aliweza wakati ambapo alienda maombi, wakati ambapo shetani alitaka kumjaribu Yesu, Biblia inasema Roho wa Mungu ndiye aliyempandisha. Hata kama yeye alikuwa mwana wa Mungu, alihitaji Roho wa Mungu, alihitaji mtu mwingine hata wakati ambapo alikuwa anajaribiwa, kwa sababu ndani yake kulikuwa na mtu mwingine, aliweza kushinda majaribu. Na kuambia siku ya leo, majaribu ambayo yanakupata kila wakati, unamhitaji mtu mwingine maishani mwako, unamhitaji mtu mwingine katika hiyo majaribu, unamhitaji mtu mwingine ili akaweze kukusaidia. Bila Mungu, bila Yesu, bila Roho Mtakatifu hautaweza. Bila huyu mtu mwingine hautaweza. Unamhitaji mtu mwingine ili ukaweze kushinda hayo majaribu. Unamhitaji mtu mwingine. Yesu alishinda majaribu. Yesu alimshinda shetani kwa sababu alikuwa na mtu mwingine ndani yake, na ndio maana aliweza kumshinda shetani. Unaweza overcome hayo majaribu, unaweza overcome those challenges ambazo unapitia katika maishani mwako, kama ndani yako utakuwa na mtu mwingine. Utaweza kupanda milima ya maisha kama ndani yako utakuwa na mtu mwingine ambaye ataweza kukusaidia. Kama utakosa mtu mwingine ambaye atakushika mkono, asubuhi ya leo ninakwambia kuna Yesu, kuna Roho Mtakatifu ambaye anaweza kushika mkono. Marafiki wanaweza kuacha, watu wenu wanaweza kuacha, lakini hakuna siku moja Yesu Kristo anaweza kuacha. Huyu mtu ambaye tunazungumza juu yake ni mtu ambaye ana huruma, ni mtu ambaye anajua kile ambacho unahitaji. Kama jinsi ambavyo niliwaambia, ni mtu ambaye ana feelings, ni mtu ambaye ana akili, ni mtu ambaye anaweza jua mambo ambayo yote unapitia. Huyu Yesu, huyu Roho Mtakatifu ndiye tunamhitaji. Huyu Roho Mtakatifu ndiye tunamhitaji. Tukiangalia katika Yohana 17 mstari wa 15, tutaona mahali pale Yesu akawa akiombea wanafunzi wake. Yesu alikuwa anawaombea wanafunzi wake, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na ule mwovu. Uwalinde na ule mwovu. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu, alikuwa anawaombea wanafunzi wake, alikuwa anawaombea kwa Mungu. Na Yesu alijua hao wanafunzi wake wakimbaki hapa duniani, dunia hii ina mambo mengi. Dunia hiyo ilikuwa na mambo, na ndio maana alikuwa anawaombea. Akawaambia, siambii Mungu awatoe katika ulimwengu, maana ulimwengu ndio mtakaa hadi siku ambao nitakaye kuja, lakini nawaombea Mungu akaweze kuwapa neema ya kushinda ulimwengu. Tunahitaji mtu mwingine ndani yetu ambaye atatusaidia kushinda majaribu, atatusaidia kushinda katika majaribu ya dunia hii, atatusaidia kushinda mambo yote ya dunia hii, kushinda uovu wote wa dunia hii. Tunamhitaji huyu mtu mwingine ambaye hatatusaidia, ambaye hatatuongoza. Oh my God, Bwana si utusaidie. Ukisoma katika Wagalatia 5 mstari wa 16, Paul anawaambia Wagalatia, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Enenda katika roho na hautaweza kutimiza tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji mtu mwingine ambaye hatatusaidia kushinda tamaa za mwili. Mwili huu ambao tuko ni mwili ambao unahitaji mambo fulani ambao hayampendezi Mungu. Tutashindaje mambo ya sexual immorality? Tutashindaje mambo ya dhambi? Tutashindaje mambo ya urevi? Tutashindaje mambo ya hasira? Tutashindaje mambo ya uwivu? Tutashindaje mambo ya mashindano kama ndani yetu hatuna mtu mwingine ambaye hatatusaidia? Tunahitaji mtu mwingine atusaidie. Wewe unahitaji mtu mwingine, mimi nahitaji mtu mwingine ili akaweze kunisaidia, ili nikaweze kushinda mambo ya ulimwengu, ili nikaweze kushinda maovu yote ambayo yameweza kunisunguka. Ninahitaji mtu mwingine, unahitaji mtu mwingine.
Shetani anataka yule mtu ambaye hakuna mtu ambaye anamsaidia. Wakati ambapo utakaa bila huyu mtu, ujue utakuwa target ya shetani, na shetani ataweza kukuharibu. Lakini ukikuwa na huyu mtu mwingine, ukiwa na huyu mtu mwingine ambaye ninazungumza, hautakuwa target ya shetani, maana Mungu atakusaidia. Maana shetani atajua ndani ya huyu mtu, ndani ya huyu Mkristo kuna mtu mwingine ambaye anamsaidia. Huyu mtu si mwezi, kwa maana kuna mtu mwingine ambaye anamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uliokoka, wakasema tunakupa muda fulani ukuwa umeachana na wokovu. Lakini kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye alikuja juu ya maisha yako, watakungoja uachane na wokovu, lakini hautaacha. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uliokoka, wakasema tunampa siku 2, tunampa mwaka mmoja, tunampa na hata mwezi mmoja ili aweze kuachana na hii wokovu. Lakini kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye yako ndani yako, hautaachana na wokovu. Kuna jambo ambao ulianzisha wakasema hautaweza. Kuna jambo ambao ulianzisha wakasema hautaweza. Pengine unataka jambo fulani Mungu akutendee, wanasema hautaweza. Wanasema hautaenda bali, wanasema tutakuona mahali ambapo utaenda. Lakini wakati ambapo utapokea mtu mwingine ndani yako, utaweza kuyafanya mambo haya yote, kwa maana neno la Mungu linatuambia hivi, tunayaweza mambo yote kupitia Kristo ambaye anatutia nguvu. Ninakwambia asubuhi ya leo, you can do all things through Christ who strengthen you. Unaweza jambo hiyo, unaweza biashara hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza hiyo kazi ambayo wanasema si yako, unaweza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo ambalo unafikiria ni la mtu mwingine, ni lako. Ambia mwenzako hiyo jambo ni lako. Mwambie hiyo baraka ni zako. Maana kuna mtu mwingine ambaye anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hiyo plot ni yangu, hiyo nyumba ni yangu, hiyo uongozi ni yangu. Maana kuna mtu mwingine ambaye anafanya nini? Anatusaidia. Tunamuona Samson, kwa sababu Samson alikuwa na mtu mwingine ndani yake. Samson wakati ambapo alikutana na Siba, Biblia ukisoma katika Judges 14:5-6, Judges 14:5-6, wewe fikiria mtu anawezaje kuua Siba na mikono yake? Inawezekana. Lakini kwa sababu Samson kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ndani yake, kuna mtu mwingine alikuwa anamsaidia, akaweza kuua ile simba na mikono. Maana huyu mtu alimsaidia. Maana ninazungumza kuhusu Roho Mtakatifu, ninazungumza kuhusu the Spirit of God ambaye alimsaidia Samson, ambaye alimsaidia. Wakati mwingine Samson ametamani kuoa msichana fulani. Mnajua hiyo ka story, si ndio? Alipotamani kuoa msichana, akapata amefanya nini? Amebadilishiwa. Wewe utasikiaje wakati umetamani kuoa mtu fulani? Vijana ambao tuko mahali hapa, umedate, lakini baadaye unafanya nini? Unabadilishiwa. Lakini Samson aliweza kukasirika. Samson akafanya nini? Samson akaenda akachukua bweha 300. Bweha mia ngapi? 300. Forces 300. Hebu imagine uende msituni uchukue bweha 300 bila mtu mwingine ukusaidia. Haiwezekani. Samson alikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anamsaidia, na ndio maana alienda msituni akasanya bweha 300. Baadaye akaweza
kuzifunga mikia, akawasha moto. Hizo mbweha zikaenda katika ngano ya Wafilisti, kwa maana Samson alikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anamsaidia. Kuna mambo fulani hautaweza, kuna huduma fulani hautaweza kama hakuna mtu mwingine ambaye atakusaidia. Unahitaji mtu mwingine ili aweze kukusaidia. Kuna mambo fulani hautaweza, kuna mambo fulani ambayo inaonekana kana kwamba ni mambo magumu, lakini ukimpokea mtu mwingine unaweza. Ukimpokea mtu mwingine unaweza, maana huyu mtu anatusaidia, maana huyu mtu anatupea nguvu, huyu mtu anatusaidia. Tunamwona pia Samson kwa wakati mwingine anachukua mfupa wa punda, anaua watu 1,000 kwa sababu Samson ndani yake kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anamsaidia. Hao maadui ambao wameinuka, unaweza tu washinda kama utakuwa na mtu mwingine ambaye atakusaidia. Hauwezi kwa mwili na damu. Neno la Mungu linasema katika Zakaria 4:6, it is not by mighty but it is by the Spirit of the Lord. Hao maadui ambao wameinuka juu ya maisha yako, hayo magonjwa ambayo yameinuka juu ya maisha yako, ninakuatangazia siku ya leo utashinda, kwa maana kuna mtu mwingine ambaye anakusaidia, ako ndani yako, anakusaidia. Hatutashindwa, maana kuna mtu mwingine ambaye anatusaidia. Kuna mtu mwingine ambaye anatutia nguvu. Ninakuombea, my prayer is that umpokee mtu huyu ili awe akikusaidia, ili awe akikutia nguvu, ili awe akikupigania, maana hautaweza bila huyu mtu kukusaidia. Tunamhitaji mtu mwingine ili mtu huyu atusaidie. Wakati ambapo huyu Samson ambaye tumeona alikuwa na mtu mwingine ndani yake, wakati ambapo ule mtu aliondoka, hapo ndipo aliweza kukamatwa, na baadaye Samson akaweza kutolewa macho. Samson akawa hana nguvu tena, kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anamsaidia, yule mtu ambaye alikuwa anamtia nguvu aliweza kuondoka. Uko mahali hapo, pengine unatembea bila mtu mwingine, pengine unatembea bila Kristo, pengine unatembea bila nguvu za Mungu. Hautaweza bila Mungu. Unamhitaji mtu mwingine akusaidie, unamhitaji Yesu akusaidie. Tunamhitaji Bwana atusaidie. Akaenda akatolewa macho yake. Alipotolewa macho yake, tunaona jinsi ambavyo Samson alitumika katika nchi ya Wafilisti. Alitumika sana kwa sababu yule mtu ambaye aliyekuwa ndani yake aliondolewa. Tusikubali huyo mtu mwingine ambaye ni Yesu aondoke juu ya maisha yetu. Wakati ambapo Yesu anaondoka juu ya maisha yako, utambaki bila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia huyo mtu umekaa na yeye, mimi siwezi bila Mungu, mimi siwezi bila Yesu. Tunaimbanga wimbo inaosema bila wewe Bwana siwezi, bila wewe Yesu siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya, nikisema ninaweza najidanganya. Bila Yesu hatuwezi, bila Mungu hatuwezi. Wengine wetu tumetoka mbali, tumetoka mahali ambapo ni Yesu tu alitusaidia, tumetoka mahali ambapo ni Mungu alitushika mkono. Tulingojea marafiki watusaidie, tulingojea watu wengine watusaidie, lakini wakati ambapo tulimtegemea Yesu, Yesu alitusaidia. Wakati ambapo tulimtegemea Bwana, Bwana alitusaidia. Wakati ambapo tulimtegemea Mungu,
Wakati ambapo tulitegemea neno la Mungu, lilitusaidia. Tumefika mahali ambapo tumefika ni kwa sababu kuna mtu mwingine ako ndani yetu. Hatuwezi, nchi yetu ya Kenya, hatuwezi bila kusaidiwa na Mungu. Tunamhitaji Mungu atusaidie. Tunahitaji Mungu atusaidie. Ukiangalia mahali ambapo umetoka, kweli kabisa unaona haiwezekani bila mtu mwingine. Haiwezekani. Watoto wako haiwezekani wasome bila mtu mwingine. Lakini wakati ambapo huyu mtu anakuja juu ya maisha yako, unayaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Unafaulu bila kushikwa na mtu mkono. Hata kama utashikwa na mtu mkono, huyo mtu ambaye atakushika mkono ni Mungu ambaye atakuwa amemwamuru. Tunaona wakati ambapo Elia alipokuwa nyikani, Mungu aliweza kuamurisha kunguru zikaweza kumulisha. Mungu anafanya mambo makubwa. God can command things in your lives ili mambo yakaweze kufanyika. Mungu ana command watu wakusaidie, maana ni huyu Mungu ambaye tunahitaji. Bwana, tunakushukuru. Bila wewe Bwana hatuwezi. Bila wewe Bwana hatuwezi. Bila neema zako Bwana hatuwezi Baba. Bila nguvu zako Bwana hatuwezi. Tunakuhitaji. Tunahitaji mtu mwingine atusaidie. Wakati ambapo walimtupa Shadrach na Meshach kwenye moto, walikuwa watatu, lakini Biblia inasema kulionekana mtu wa nne. Huyu mtu wa nne ndiye tunazungumza kuhusu. Huyu mtu wa nne ndiye msaada wetu. Huyu mtu wa nne ndiye anatusaidia. Kulionekana mtu mwingine ambaye aliwasaidia. Neno la Mungu linasema wakati ambapo Danieli pia alipotupwa katika tundu la simba, Mungu alituma mtu mwingine ambaye alimsaidia, ambaye alifunga makano ya simba. Kuna mtu mwingine in the midst of your problems and storms ambazo unapitia, there is another person that is willing to help you. Kuna mtu mwingine ambaye anatamani ya kusaidie. Kuna mtu mwingine ambaye anatamani ya kushike mkono. Kuna mtu mwingine ambaye ana nguvu. Kuna mtu mwingine anatamani ya kushike mkono. Wakati ambapo Peter, kusoma katika namalizia hapo, Peter amemuona Yesu anatembea juu ya maji. Peter anataka kutembea juu ya maji kama Yesu. Lakini Peter akafika mahali, maana imani yake ilikuwa kidogo, akashindwa. Na Yesu akaweza kumshika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapitia mambo magumu. Wakati mwingine tunapitia hali ngumu. Lakini wakati ambapo Yesu anatusaidia, tunaweza. Wakati ambapo tunakuwa na mtu mwingine anatusaidia, tunaweza. Huyu mtu anatutia nguvu. Huyu mtu anatuongoza. Huyu mtu anatufariji. Huyu mtu anatusaidia. Huyu mtu anatutia nguvu. Huyu mtu anatupa ujasiri. Simama mbele za Bwana. Simama mbele za Bwana. Kuna mtu mwingine ambaye tunamhitaji. Ambia Bwana akusaidie. Ambia Bwana unahitaji nguvu zake. Ambia Bwana unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Ambia Bwana unahitaji akuwe msaada juu ya maisha yako. Kuna jambo fulani, kuna mambo fulani ambayo unapitia. May you speak to the Lord. Mwambie Mungu, ninakuhitaji.
Be my helper, kuwa msaada wangu. Neno la Mungu linasema katika Zaburi 121, Bwana ndiye msaada wangu. Bwana ndiye msaada wetu. Huyu mtu tunamhitaji atusaidie. Bwana tunakushukuru, tunakuhitaji utusaidie. Tunahitaji mtu mwingine ambaye atatusaidia. Tunahitaji mtu mwingine ambaye atatutia nguvu. Tunahitaji mtu mwingine ambaye kama kanisa atatuongoza, atatuelekeza kwa jina la Yesu. Tunahitaji mtu mwingine ambaye atatusaidia ili tukaweze kumaliza hii kazi ambayo Mungu uliweza kuanzisha mahali hapa. Tunahitaji mtu mwingine ambaye atatushika mkono. Tunahitaji mtu mwingine ambaye atatupea neema. Bwana tunakushukuru Jehova. Pokea sifa na utukufu Bwana. Wewe unastahili Baba, utusaidie Bwana, ukuje maishani mwetu, utuongoze, utuelekeze, ututie nguvu Baba. Tunahitaji mtu mwingine ambaye anatupa uponyaji kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Mwambie Bwana akusaidie, mwambie Bwana bila yeye hautaweza, mwambie Bwana bila wewe mimi siwezi, watoto wangu hawataweza, biashara yangu haiwezi bila Mungu. Baba bila huyu mtu hatutaweza, bila huyu mtu mwingine hatuwezi huduma bila huyu mtu mwingine. Kwa jina la Yesu, bila msaada wa Mungu hatutaweza. May you strengthen us in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Bwana, pengine mahali hapa kuna mtu ambaye ameingia katika ibada ya leo, moyo wake ukiwa umevunjika Bwana. Ninatangaza Bwana, anapotoka katika ibada ya leo, anatoka mahali hapa Bwana kama moyo wake Bwana umetiwa nguvu, maana kuna mtu mwingine anatusaidia. Kwa jina la Yesu, pokea sifa na utukufu Bwana, in the name of Jesus. Hakuna kudharauliwa tena katika jina la Yesu. Hakuna maadui tena ambao watainuka juu ya maisha yetu kwa jina la Yesu, maana kuna mtu mwingine ambaye atatusaidia katika jina la Yesu. Thank you Holy Spirit.